popote pale ulipo mtazamaji wetu. Leo studio tumetembelewa na mgeni wetu hapa, na ni mgeni muhimu sana. Leo ndio tuendee sisi hapa studio kwetu, tutazungumza naye mambo machache, na kabla ya yote tunaomba jitambulishe mwenyewe ili tuweze kuendelea. Karibu. Asante sana ndugu mteja. Kwa majina yangu mimi naitwa Steven Jotam. Mimi ni mwimbaji katika kwaya Kalivari kutoka FPC Majimoto, na katika kwaya hiyo Kalivari mimi ni mwenyekiti wa ile kwaya Kalivari. Okay, shukrani sana. Nahisi tumemtambua vyema wote kwa wakati mmoja. Kajitambulisha mwenyewe hapo. Sasa kabla tujaendelea, umetamka neno Kalivari. Unaweza kutuambia Kalivari ina maana gani? Kalivari ina maana ya hivi. Kalivari kwa Kiebrania maana yake ni Golgotha. Golgotha. Na maana Kalivari kwa Kiswahili ni fuvu la kichwa. Na Kalivari kwa Kiingereza inatamkwa jina Kalivari. Na hivyo tukaona ni vyema tutumie jina la Kalivari. Sawa. Umesema kwa Kiebrania ni Golgotha, si ndio? Ndio. Na kwa lugha ya Kiswahili umesema ni fuvu, si ndio? Fuvu la kichwa. Ni kipi kilichofanya mpaka mkaamua kutumia neno hilo au jina hilo baada ya kutumia majina mengine? Tuliamua tutumie jina la Kalivari kwa sababu kwanza Kalivari ndipo palipopatikania ukombozi. Kwa sababu baada ya kuwa huyu Bwana Yesu amekuja hapa duniani, alifanya mambo mengi sana, bila shaka tunatambua, lakini hitimisho ya yale mambo pamoja na kupata ukombozi tuliupatia pale Kalivari. Hivyo tukaona tutumie hili jina la Kalivari ili kuwa ukumbusho katika huduma zetu. Tunapotamka neno Kalivari tunakumbuka nini kilichotendeka pale Kalivari. Okay, kwa hiyo tunasema dhamira kuu ya kutumia neno Kalivari ni kwa ukumbusho kwa wanadamu, si ndio? Ndio. Okay, sawa. Sasa tunaweza kusema, umesema kwamba kwaya yenu inaitwa Kalivari. Ndio. Na unaweza kutuambia kwa ufupi labda ilianzishwa mwaka gani au na miaka mingapi hadi hivi sasa? Kwaya Kalivari imeanza tarehe 17 mwezi wa 10 mwaka 2010. Na ilipoanza ilianza na waimbaji 4, wa kike 2 na wa kiume 2. Ndio. Okay, sawa. Waswahili wanasema kwa kila jambo lazima kuwe na changamoto ambazo zinamkumba mtu wa kikundi cha watu katika kutafuta jambo moja hadi jambo lingine, ndio? Sasa katika kwaya yenu ya Kalivari, labda ni changamoto gani ambazo zinawakumba katika majukumu yenu ya kila siku katika kwaya yenu? Changamoto ambazo tunakumbana nazo zipo nyingi. Na katika hizo nyingi, baadhi ya changamoto ambazo zinatukumba ni pamoja na ukosefu wa vifaa kwa ajili ya kuendeleza Injili, ikiwa ni pamoja na studio. Kwa sababu kwaya kama kwaya ikiwa na studio inarahisisha sana kufanya kazi kwa wepesi. Na ikiwa haina hiyo studio inapelekea changamoto sana kufanya kazi kwa ugumu, na hivyo kupelekea sometime kushindwa kufanya yale maendeleo ambayo mlikuwa mnayahitaji muweze kuyafanya. Kwa hiyo moja ya changamoto ambayo tunakumbana nayo ni pamoja na hiyo, lakini pia changamoto zingine ni hizi za huyu mwovu Iblisi. Anatupiga vita sana, maana anajua kitu tunachokifanya ni kitu cha kumpendeza Mungu, hivyo anafanya juu chini ili tuweze kukwama katika safari yetu. Okay, sawa. Umeweza kutuelezea changamoto ambazo zinawakumba nyinyi kama wanakwaya ya Kalivari. Sawa. Tunajua popote sehemu yenye changamoto huwa kuna faida. Sasa ni faida zipi au mafanikio ambayo umeyapata nyinyi kama kwaya ya Kalivari? Kati ya faida ambazo tumeweza kuzipata ni pamoja na kufanikiwa kushuti video. Tumeanza kushuti video, albamu ya kwanza tumeanza kushuti mwaka 2025, ilikuwa mwezi wa 10. Ndio tulipofanikiwa kuanza kushuti albamu ya video ya mara ya kwanza, ambayo mpaka sasa tumezindua na iko mtandaoni. Ndio. Hiyo ni faida moja kubwa sana ambayo tumeweza kuipata sisi kama kwaya Kalivari. Okay, sawa. Umesema mmezindua albamu yenu ambayo ni video, si ndio? Ambayo ni mwaka huu 2025, sawa. Je, mna matarajio mengine ya kutengeneza au kuzindua albamu nyingine hapo siku za usoni? Ndiyo, matarajio yapo, na hivi
mwezi wa kwanza tunaanza kutengeneza albamu nyingine ya video kwa sababu maandalizi tayari tumeshaanza ya kutengeneza albamu nyingine. Sawa. Na umesema mshawahi kushuti video, mtengeneza albamu. Sasa mtazamaji anaweza akapenda kujua hadi kufikia hivi sasa umeshaweza kutengeneza nyimbo ngapi au umeshatengeneza albamu ngapi kufikia hivi leo? Mpaka sasa albamu ambao tumeshatengeneza ipo albamu moja, lakini imezidi niseme ni zaidi ya albamu, kwa sababu albamu huwa inabebwa na nyimbo 6, nyimbo 8 mpaka nyimbo 12, lakini sisi mpaka hivi leo tuna nyimbo 10 ambazo sasa ziko mtandaoni. Nyimbo 10. Leo tuseme nyimbo zipo 10 na albamu. Kuna albamu inayobebwa na nyimbo 6, kuna albamu inayobebwa na nyimbo 8, kuna albamu inayobebwa na nyimbo 12. Hivyo kwa kuwa sisi tunazo nyimbo 10, naweza nikasema ni albamu moja na nyimbo kadhaa. Okay, ni albamu moja na nyimbo kadhaa. Tunaweza kusema ni albamu ya nyimbo ngapi, 8 au 6? Tunaweza tukasema ni albamu ya nyimbo 6, aidha albamu ya nyimbo 8 ni sawa, kwa sababu zinazidi. Sawa. Unajua kwaya inaundwa na kikundi cha watu, ndio? Sasa tunataka tujue zaidi kwamba kwaya hii ina jumla ya watu wangapi, wa kike wa kiume wapo wangapi hadi kufikia leo? Mpaka hivi sasa leo tuko waimbaji hai 30, ambapo wa kiume tupo waimbaji 10 na wa kike wapo waimbaji 20. Kwa hiyo tuna jumla ya watu 30. Na watu 30 wote tunaweza kusema ni wanakwaya hai au baadhi ya wengine washafunzi? Jumla ya waimbaji hai tuko waimbaji hai 25. Lakini hawa wengine 5 kuna wale ambao unakuta leo wapo wamepotea miezi kadhaa, lakini kabisa ambao tunadumu nao kwa matukio mengi katika shida na raha, tupo waimbaji 25 ambao ndo tunahesabu ni waimbaji hai 25. Okay, sawa. Sasa tunasema sasa hivi dunia inahamia katika karne ya sayansi na teknolojia, na tunasema tumehamia katika kiganjani, kumaanisha teknolojia imekuwa kutopotea ndani ya jamii. Sasa inawezekana mtu asiweze kupata CD yako, sasa anaweza kupata kwa njia gani? Labda mitandao ya kijamii au na YouTube channels ambapo unaweza kumwelekeza mtazamaji wetu baadaye akaweza kutafuta kwa kufuatilia. Kwa ndugu watazamaji na wapenzi wetu ambao wanapenda kutazama nyimbo zetu na video zetu, ukiingia pale YouTube unaandika Calvary Choir FCC Majimoto, Calvary Choir FCC Majimoto. Ukishaandika hivyo utaletewa nyimbo zetu zote, utatuona. Na unapotazama tunaomba sana usisahau kusubscribe. Kwa hiyo tutazame, lakini pia pembeni hapa kuna sehemu imeandikwa subscribe, hivyo ukibonyeza itapendeza sana. Sawa. Basi mimi naweza kukushukuru sana kwa muda wako uliotupatia siku hii ya leo, na nipende tu kuambia mtazamaji usipate shida kuangaika kwamba utaweza kupataje watu wanakwaya wa Calvary. Umekuelekeza kwamba unaweza kaingia YouTube kwa kuandika Calvary, ndio, na ukapata vitu vizuri vyenye quality na vyenye ubora zaidi ambavyo viko pale, na nyimbo zaidi ya 10 zipo, si ndio? Nyimbo zipo 10. Zipo 10, nyimbo zipo 10. Kwa hiyo nyimbo zote 10 unaweza ukazipata na ukapata neema na ukabarikiwa na ukaongeza juhudi na maarifa katika kupitia nyimbo hizo. Mimi nikukaribisha tena katika siku nyingine. Kwa leo hatuna la ziada. Asante.